Wild West TV. Bwana, hii ni mubashara kabisa kutoka pale jijini Dar es Salaam katika uwanja wa Mkapa. Simba Sports anaandika historia nyingine kufika katika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika, na shujaa wa mchezo ni Pimpin Kamara ambaye amecheza mikwaju miwili ya penati na Simba Sports kushinda mikwaju 4-1 wa Al Masry. Picha linaanza kule nchini Misri. Simba Sports ilikubali chuma 2-0, lakini dakika za kwanza, dakika 45 za kipindi cha kwanza katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam, Simba hakuwa mnyonge kupitia Elie Mpanzu pamoja na Steven Dese Mukwala wakaweza kukwamisha kambani chuma 2 na kufanya dakika 45 kipindi cha kwanza kumaliza kwa aggregate ya goli 2-2, lakini dakika 45 za kipindi cha pili sio Simba Sports wala Al Masry aliyeweza kuliona lango la mwenzie na kutamatika kwa aggregate ya goli 2-2. Na katika mikwaju ya penati Simba Sports ndipo akaibuka akidedea, kwa sababu Jean Shalehe wa alianza kuwaweka mchezoni Simba Sports baada ya kupata penati ya kwanza, lakini baadaye mchezaji wa Al Masry alipopiga penati Pimpin Kamara akaweza kuicheza penati hiyo na kuwa 1-0, lakini baadaye pia mchezaji wa Simba Sports akaja Steven Dese Mukwala akapiga penati ya pili na kupachika bao. Baadaye mchezaji wa Al Masry alipopiga penati akapata, na penati ya Simba ya tatu ikifungwa na Kibule ni Prosper na kukwamishwa kambani, lakini penati ya tatu ya Al Masry ikapigwa Pimpin Kamara pia akaicheza, alicheza vizuri sana kama nyani hivi anavyodaka ndizi. Mwisho wa siku penati ya mwisho ikapigwa na Shomari Salum Kapombe Baba Esther, mwisho wa siku akapachika kambani na kuipa ushindi mwingine mkubwa sana Simba Sports, ushindi wa kihistoria katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam. Hakika Benjamin Mkapa ni tanuru la moto. Waarabu wameshindwa kutamba, Waarabu wameshindwa kupata matokeo licha ya kupoteza muda sana kipindi cha pili, lakini baadaye wameshindwa kupata matokeo katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam. Simba huyo katika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika.